unapenda kunifuatilia sana. Hivi unakosa kazi ya kufanya huko ndani, unatoka mitaani huko na kuletea habari ambazo za uongo huko kwenu huko mnakotukana. Kila mtu unakuja ananiambia wewe mtu fulani ananidai, mtu fulani ananidai. Una uhakika gani kama mimi nadaiwa kwa mitaani? Unaletea ripoti za kila aina ya watu ambao sio kweli. Nitakuzuia hata huko kwa marafiki zako usiende. Kukuruhusu wewe kutoka hapa nyumbani ndio umekuwa matatizo, unaletea matatizo hapa ndani ya nyumba. Kwa nini? Yaani hata huyu mtoto mimi na wasiwasi huyu mtoto itakuwa sawa kwangu huyu mtoto. Wasemaje mume wangu? Kwa nini unaletea damu ambayo sio yangu hapa nyumbani? Wanaume wote hapa mtaani nimewaona. Wasinisi wabambikie kwa ni mtoto wao mpaka nikakubambikia. Una hela gani? Tatizo sio pesa. Huenda tu umeamua kunifanyia hivyo labda kutokana na uhesamu wangu. Ukaamua tu nipe tu damu ambayo sio ya kwangu. Hamna nini? Hii damu ni ya kwako. Hata Mareko amekusikia maneno yako unaoongea. Mimi naondoka. Sika kanga yako huko. Sika, nenda nayo huko. Babu. Mwanamke. Ana kingine bwana. Tumekaa na marafiki zako hapa na unadaiwa. Babu. Karibu bwana. Mimi nimekaribia sio mkaaji kivile. Karibu kae. Mimi sitoka. Nikikaa bwana namkaribisha shetani hapa. Aweza nikakusamea madeni yangu. Unachomba hela yangu. Bwana, karibu kwanza ukae. Bwana mimi sitakaa bwana. Mimi nachotaka hela yangu bwana. Nipe hela mimi niondoke. Unajua hata uji? Si hujua nini? Unajua nini? Nipe hela yangu mimi nikanywe chai. Bwana karibu tukae bwana. Sikai. Mimi yani ilikuwa ile siku zile wakati ninakuja nimemkuta mke wako. Nikamwambiaje? Nani jamaa yuko wapi? Kaniambia katoka Kandada. Baada ya kwenda kumbe uko ndani nakusikia tu unakohoa. Nikanyamaza. Siku ya pili mmekuja, upo bafuni unaoga, kaniambia kaenda sokoni, bafuni, nikakuacha. Nikaondoka. Siku ya 4. Yaani bana nipe langu bana, nipe langu mimi niondoke bana. Bana sasa tufanyeni hivyo bana, nipe langu mimi. Hakuna. Sikia unajua nini? Mimi kweli ni kwa ndani lakini kwa naumwa.
Hata nitetea vipi? Alafu unajua shemeji yako sana nipenda, lazima nitetee. Huko kupendana mnapendana wenyewe, mimi nipe langu, mimi napenda langu. Sasa nikwambie kitu kimoja. Utaniambia nini nikuelewe? Sikiliza basi. Unajua leo kidogo mambo yameenda vibaya rafiki yangu. Sasa yameenda vibaya kwa kweli siku zile nilivyokukopesha, kwani kwa kwangu ameenda vizuri. Ninachotaka langu mimi. Sasa sikiliza. Unajua unadai mimi afu nalia wewe. Sasa sikiliza nikwambie. Ni hela kubwa basi. Nikukopesha hela kubwa 5,000 hela kubwa. Mwanangu. Kwa msimu 5,000 hela kubwa. Ngoja nikwambie kitu. Unasikia? Unadai 5 yako. Lakini nitakupa. Na ni masama yani mangapi haya? Ilikuwa nimebakiza buku. Buku nimemaliza hapo kwa Aunti Jamila. Kwa hiyo yani hiyo hela ndo zeni nimekuja nichukue nikale. Ali, unajua mwanaume? Mimi ni mwanaume. Mimi wewe ni mwanamke. Kwa nini tunashindwa kuelewana? Wewe sasa siamkwambia wewe una nyumba mbili. Moja hii na hii. Kwa hii na hii utanipa ipi? Hello. Bwana hizi nyumba sio zangu. Hii nyumba sio zangu. Mimi nyumba ya kaka wewe. Ali usifunge. Ya dada hapa dada. Wewe funguo. Ali usifunge bwana. Umetalala wapi sasa? Utalala chini. Funga huko. Kwani siku zote unalala huko? Kitandani badani, kumbe una kitanda huko ndani afu unafanyia vitu. Kitano tu. Bana mimi 5,000 kubwa. Wakati unakuja nakukopesha ukajua shilingi ngapi? Ni 5,000 kubwa kwa sasa hivi. Kama unabuka hapo nipe kwanza afu na nini? Ali, mimi sina hata kitu. Mtoto wangu yani hapa mwenzako, mtoto wangu alipo anaumwa, mke wangu hapa ameondoka hata mimi kwanza asubuhi hapa nimeweza kusijanywa chai Ali. Nani alikunywa chai? Nani alikunywa chai? Mimi nimeenda kukopa kwa jirani kule, mimi nimekunywa chai kushiba katika nala na kunywa chai. Usilie basi, usilie. Nipe langu. Kumbuka mimi mwenzako na majukumu. Nipe langu. Tafadhali mke wangu umekuja. Mtoto huyu. Nimechoka. Kwa wewe. Wewe kama. Wewe mwanamke. Unaona matatizo hali. Shemeji. Njoo samani. Unaona matatizo hali. Matatizo ya kwako wewe. Mimi ninakudefuta na wangu mimi sio matatizo. Shemeji, tunaweza tukawa wote. Ngoja sikia. Wewe Ali. Hana shida. Wewe kama sababu huyo haniletei matumizi ya mtoto, napata tabu. Mimi nitakuvisha wewe, nitakujengea nyumba, nitakununulia bajaji. Kila kitu nitakupa. Basi. Wewe Maika, wewe. Wewe. Unachafua. Nipe 5,000 yangu kwa mke wako. Kwa hiyo tunaondoka na mke wangu. Tutakuwa tunamletea mtoto Amegi. Huyu tukiwa tunazaa. Huyu ndio atakuwa mlezi wa watoto. Si ndio? Ndio vizuri kwa sababu hapendi kulea. Hapendi huyu. Afu anata 5,000 yangu kwa nini 5,000 yangu? Mke wangu. Unaniachia kiumbe hiki unaondoka kwa ajili ya 5,000? 5,000. Ale watoto tutakuwa tunamletea watoto wale. Bye. Wewe kama mke wangu. Nakuomba njoo. Atuchapia gazeti. Mkangu unaondoka na huyu. Wewe mwache. Ali. Pale bado nataka naongeze nyumba nyingine nivutie upande huku. Then nikishamaliza hapo natoka kwanza, sikai kwanza hapa nyumbani. Kuna mtu mwenye mjengo kama huo? Hamna kweli. Hamna. Kwa hapo bado hapo. Sasa hapa bado. Kwa hiyo kwa nitaka niteremshe mjengo zaidi ya mjengo. Yaani hamna yote hapa nyumbani hapa hamna yote atakayokuta mimi kwa mjengo. Yaani wewe acha tu. Yaani yule alikuwa ananifuja, acha tu wewe. Mwanaume gani yule? Kwani mwanaume yaani haeleweki, mwanaume mbele wala nyuma. 5,000 na 5,000 mimi ninamdai 5,000 kama 5,000 mwanaume namshinda bwana. 5,000 tu kama anadaiwa raki. Ni bana mambo mengine. Afu nataka niende hivi shamba mara moja hivi. Kuna nani? Kuna watu nikakague maana
Na nilitoka kuweka shamba pale. Sisi unajua ile habari yangu mpunga nini. Unaelewa? Ila sitoenda kwa leo. Unafanya nini hapa na kijana? Mimi si yako. Wewe unasubutu kuniita kijana? Wifi leo hii umegeuka kuwa nyoka. Sio wifi yako. Na huyu hapa unayemuona ni mchumba wangu. Ama kweli nimeamini. Wanawake ni nyoka. Wifi leo hii unaamua kumsaidia kakaangu mimi. Wifi. Kitu gani ambacho hujapata kwa kaka? Kipi ambacho hujakiona kwa kaka? Haki ya Mungu. Sivyo nikamwambia kaka. Wewe mmekosa kazi. Umekosa kazi za kufanya. Ngoja nikamwambia kaka. Nenda. Msifuatilie mambo ya watu bwana. Acha tule raha zetu, baby. Ai. Achana na sisi bwana. Wewe vipi? Hana kazi za kufanya. Ndio. Kwa kakake ni nani? Niacha. Unajua nini? Yaani hapa kijijini mgambo spinani nani nishamaliza. Bado mtu huyu kingi hii moja. Na hiyo kingi nikisha faulu. Nadhani yani tutakuwa kwenye maarifa mazuri kuhusu mapenzi yetu mimi na wewe. Kweli? Mtendaji. Ni kwa hiyo yani wewe nenda kwanza ndani, kafanye maarifa chakula nini, afu mimi zeni nenda zangu. Wow, upike vizuri sawa. Nataka nje kula bwana. Mayai utakuta pale mezani mayai. Kuku chinja kuna ageni atakuja baadaye. Asante. Kaka. Wifi uko wapi? Vipi mbona unajazwa vipi mdogo wangu? Vipi una hema juu vipi mdogo wangu leo? Kaka, nilichokiona, nilichokikuta. Hela nafsi yangu pia mimi inaniuma. Inaniuma sana kaka. Sasa unalia, umeona nini? Uniambie umeona nini? Kuna nini huko kwani uko nyumbani? Vipi? Acha bora ingekuwa nyumbani. Masara mke wako nilioyaona barabarani. Mungu nilikuwa ni wako wewe. Yaani ndogo wangu sasa kwambie. Hivi unamjua Hasi? Hasi? Ndio nampata. Sasa yule Hasi hapa kuja hapa kwangu alikuwa ananidai shilingi hizo 5,000 yaani alikuwa ananidai. Umeona? Cha ajabu Hasi ndio kaondoka na wifi yako. Kaka 5,000. Uje hapo kwenye mke, uachiwe mtoto. Utafanyaje sasa? Ndio mwanamke kapenda. Kaona aondoke anachia mtoto. Cheki mtoto sasa hivi anasema. Kaka mpuzi. Japokuwa kutukana kama naomba unisamehe kwa hiyo kaka mpuzi. Wewe 5,000. Sikiliza kwambie. Kwa punguza jazba. Lakini naenda kwa mtendaji. Ila yote mimi ndo nitayaongea. Twende. Ndio tunaenda lakini kaka wao mpuuzi sana. Odia. Karibu. Mtendaji. Habari. Vipi? Mtendaji nafuu. Hata tumekukuta hapa kwako. Maana tumefika ofisini kwako hatujakuona. Nani? Mtendaji. Ndivyo nini? Mtendaji wewe Yasa. Tuingie ndani. Hamna haja kuingia ndani mtendaji. Hamna mchongo. Hamna haja kuingia ndani hapa. Lakini kuingia ndani kwa kweli itakuwa labda muda. Nielezeni. Unajua ndugu mtendaji?
Mtendaji bwana, kwa kidogo kuna matatizo ambayo yalitokea siku za nyuma. Sawa. Mimi pamoja, yani naweza nikasema familia kwa ujumla. Umeona? Sawa. Mimi nilikuwa bwana na daiwa. Na yule kijana ambaye anaitwa nani huyu? Hansi Huyo kijana huyo. Huyo kijana. Umeona? Bwana alikuja pale nyumbani. Umeona? Kuja kudai hela yake. Nakuwa anadai shilingi 5,000. Umeona? Nikamwambia bwana Hansi, hapa nilipo mimi umenikuta kwenye hali kama unavyojua na maisha hapa kijijini kwetu. Umeona? Nikamwambia bwana, sura nivumilie, nitafanyaje? Nitamrejeshea. Umeona? Cha kwanza akafunga nyumba yangu kufuli. Umeona? Akadai paka nikija kumpa pesa yake ndio ataweza kufungua ile nyumba yangu. Sasa amekufungia nyumba utalala wapi? Yaani hapo ndugu mtendaji, hata sielewi. Umeona kwamba nafanya maisha yangu yatakuwa vipi? Umeona? Lakini kuniachia ule mtoto muda wa mwisho wanaondoka na mke wangu kwa ajili ya shilingi 5,000, alafu angalia mtoto wenyewe hapa hajanyonya na ninamshindilia tu mauji hapa, mtoto huyo analia anasumbua. Yaani ndugu mtendaji, nimekuja kwako labda unaweza kupata msaada. Nijue utanisaidia vipi ndugu mtendaji. Alafu muda wa mwisho mke wangu alikuja kwa ghadhabu, yani sijajua labda ni wamepanga huko mitaani, sijajua alikutana akakaa akayapanga, nishangaa mke wangu ananiachia mtoto. Umeona? Mtendaji, mimi mwenyewe kwa macho yangu face kwa face kuwaona Asi na yule binti. Kweli binti yangu anataka kunifanyia mimi hivyo kwa kaka yangu mtoto mdogo kumwacha. Ndio alipofanya? Ndio. Mtendaji, naomba tufanyie hivyo. Hilo niachieni mimi. Nitalifanyia kazi kesho. Muda kama huu. Njioni hapo mtamkuta ofisini kwangu. Tutafanyia kazi hiyo sana. Sawa. Tumelana? Mtendaji tusaidie kwa hilo bwana. Maana sasa na mimi napata tabu, tunajua sasa mtoto na mazingira yani ya kazi na hapa na pale, inakuwa sifanyi kazi zangu kwa umakini. Sawa, nimekusikia. Hili swala ni swala zito sana. Kwa sababu swala la kuachiwa mtoto mdogo kama huyu. Sawa, hilo swala nitalifanyia kazi na kesho asubuhi huyu bwana mtamkuta hapo ofisini kwangu. Kwa sababu masuala kama hayo hayaji kuniacha mimi nipige kazi kwa swala kijingine kama. Ni swala zito sana. Sasa hili swala mimi nitalichukulia kiofisi yangu, nitalichukulia, nitamwandikia barua kijana, ataitwa na nitalifikisha katika ngazi za juu. Huyu kijana amefanya kosa kubwa sana. Tena ameacha mtoto mdogo kama huyu. Wewe uachiwe mtoto mdogo kama huyu. Leo yeye achukue mke aondoke naye. Huyu mtoto anataka awe katika mazingira gani? Hili swala ni zito na hili swala nitalichukulia uzito wake. Sisi sote wanaume na sio kwamba mimi nashindwa kumdhibiti yule kijana. Lakini hebu fikiria, nitagombana naye labda ikatokea nikamuumiza. Umeona? Serikali ya sasa hivi jamani iko makini zaidi tofauti na pale mwanzo. Upole. Kwa sababu tumelikabidhi kwenye swala la uongozi, ngoja wafanye yani mdogo wangu bukua mtakabidhi kwenye swala la uongozi. Acha afanye.
umekuja hapa? Sijaona mbuzi. Hujaona? Unapotelewa na mbuzi? Sijapotelewa na mbuzi. Mbuzi hao ni mbuzi watu. Mbuzi watu? Okay. Hao waliokuja simepishana nao hapa. Hamna wageni waliokuja hapa kwako. Aha. Kumbe wewe ndio ule kijana ambao ninamtafuta sana. Kwa hiyo mimi unanitafuta mtendaji, si ndio? Ninakutafuta sana. Sasa hivi hao jamaa wamekuja kukuripoti sasa hivi. Sasa nishakujua kwamba kumbe ni wewe. Basi ngoja nitakufanyia kazi. Kwanza unaongea hivyo mtendaji, umekunywa chai au umeshakula? Sijakula bwana. Hujakula? Sijakula bwana. Kwa hiyo hebu niambie unataka nini chakula? Sisi bwana hata chochote utakachoninunulia basi kinatosha bwana. Chochote? Bwana. Basi jiandae basi tuanze tu hotelini. Au sio? Basi usiwe na shida. Unajua mtendaji wewe, yani ukiongea na mimi unatakiwa ule umeshiba. Au sio? Hebu shika kwanza. Take this. Hii ya chai. Hiyo ya chai tu, yakula utanifuata nyumbani. Sasa. Wale mbuzi wale. Wale Wale mbuzi wasifanyie kazi wale. Wasifanyie kazi, ndio maana nikakwambia kuna mbuzi amekuja hapa fuka, niambia nimepoteza mbuzi. Nasema usifanyie kazi watu wenye hela kama nyinyi ndio tunaowataka bwana. Yaani utakula hela zaidi hapo. Hebu nifanyie malengo kwanza. Yaani asipite popote. Nasema hivi, wale ni wajinga tu wale. Sawa. Hata wanakuja mikono mitupu tu hapa, hawana chochote hadi. Mtendaji mimi nafanyia tu kazi. Mtendaji nao unapenda hela bwana. Unajua wana ndio maisha. Haina neno basi mtendaji. Haina neno. Ukitaka shida ya kula nini utakuja tu pale kwa shemeji yako atakupikia bwana. Usijali. Sawa. Eti naahidi kwamba kesho ofisini, kesho wanikuti. Basi haina neno. Haya. Mboga za majani. Sasa mimi jamani. Bisu lenyewe naomba kazi kwa bisu alikati hili hivi sasa si mtihani Mungu wangu. Ana mtoto yule jeuri kama yule hakuna. Hivyo nilivyokuita kwanza asubuhi mpaka sasa ndio unanijia saa hizi. Uko unafanya nini uko nyumbani? Nilikuwa na kazi. Wewe mwaya. Niongee na wewe. Wewe ningezaliwa peke yangu duniani nikajua niko peke yangu. Mambo nataka kuongea hapa mdogo wangu. Ni aibu tena aibu hasa. Sasa nikwambie kitu. Amka hapa tukaongea huko nyuma. Maana nimechoka. Mdogo wangu na akili kweli. Kwa nini? Puke. Yaani wewe kumwachia mwanaume mtoto amre tumboni umekaa naye miezi 9 mdogo wangu. Leo kumwachia mwanaume mtoto. Hanipi matumizi. Hakupi matumizi. Kwa hiyo huwezi kukaa na mwanao ukamlea mwanao kwa shida na raha mpaka ukamkabidhi mwanaume mtoto. Sina na akili wewe. Una hela. Kule leba ulienda cheza mdogo wangu. Kule leba ulienda cheza. Hivi una akili wewe? Dada, akili mimi ninayo. Ila yule mwanaume hanijali. Sasa nimepata mwanaume anaonijali na ndio maana nikamwachia mtoto. Ndio akili yako hiyo. Hakujali. Ndio maana ukamwachia mtoto. Wakati ulivyokuwa naye mwanzo, kwani umelegea akakupali mimba? Ungekataa kwa sababu hakujali. Mwanzo alikuwa anakupa nini? Ndio hivyo. Mdogo wangu. Kanipa mimba wakati ni msichana. Alikuwa ananipenda. Wakati nilipozaa sasa ndio sasa hivi mtoto hamjali. Mdogo wangu, sasa hivi watu wanatafuta watoto. Wanatoa hela ili mradi wanunue watoto. Mdogo wangu anampeleka mtoto kwa mwanaume. Utembee na mpumbavu wako kwa mtaani. Dada, sio kwa ule mwanaume simpendi. Nampenda sana. Nampenda mwanaume na mtoto wangu pia. Ila pale nimeenda nimefuata pesa. Sawa dada, sasa hivi maisha ni pesa. Ni kama pale nimekukuta unachambua lijimboga lile halieleweki. Dada, sasa hivi nikwambie, mboga zile kamwage dada. Subiri, tutakula maisha. Wewe niache nikae na ule mwanaume.
Dada kamwaga yale matembele. Umeona hizi hela? Nimekuletea hizi. Tule maisha. Sitaki tule tabu mimi, ndio maana nikaenda kuishi na ule mwanaume. Sawa dada? Shika hii. Yote hii ya kwangu? Ndio dada. Wewe usiniambie hela yote ya kwangu. Ndio dada, ya kwako. Hii Ndio nimekuletea ya kwako. alhamdulillah, mkunde hii waume hii. Kwa hiyo hela shini ya dada ya kwako. Sawa mdogo wangu. Ila sasa nikwambie kitu mdogo wangu. Yafanye hela lakini kumbuka kuna maradhi. Sawa mdogo wangu? Ndio dada. Yule mkaka usiende naye hivi. Katika kwenda naye tumia kinga. Sawa mdogo wangu? Sawa dada. Ila kwa makini. Yule mtoto ni wa kwako. Dada mimi nawahi, nimemtoroka, nimemwacha kalala. Wewe, umemwacha kalala? Ndio. Sawa. Dada. Wewe Saida. Katafute nyingine uletee mdogo wangu. Sawa dada. Yaani hizi ningepita hivi. Yaani yale maaksi kule kwa Jamali. Fuatia. Kadange tena sasa mdogo wangu wewe. Lete mbele kwa ndani ndalimwaga leo. Habari shemeji yangu. Afadhali tumekutana maana. Ikra, umeona Ikra? Nimeona. Vipi? Hata ndugu wangu. Leo nilikuwa nakuja kwako. Kwangu? Ndio, nilikuwa nakuja kwako bwana. Bwana, nimekuja kwako, naja kwako, nilikuwa na tatizo hilo moja. Na hisi unalijua. Tatizo gani? Kuhusu mdogo wako. Mdogo wangu. Mdogo wako bwana akaondoka kaniachia kama hivyo unavyomwona mtoto mpaka sasa hivi niko naye. Lakini nikaona sio mbaya, mtoto ana mama yake mkubwa. Kaona bwana nimlete hapo kwa sababu mimi bado mambo yangu hayako vizuri. Nikaona nimlete angalau. Nimemleta ili ukae naye. Nini? Ili ukae naye mwanao. Ukae naye mimi mtoto? Ndio. Hebu shemeji mchukue kwanza mtoto. Sasa. Nataka nifunge nguo itaniadhirisha ndugu yangu. Kwa hiyo hata pia unamkataa mtoto? Simkatai, ni mwanangu. Ila nishikie mtoto. Kila shemeji nikwambie, mimi mwenzako hapa. Nashindwa hata kwenda shamba, nashindwa kwenda kwa vibarua. Yaani nishukuru Mungu tu mdogo wangu ananisaidia kidogo. Ndio kidogo napata hata. Sijakataa, naomba nishikie mtoto. Nataka nifunge hii nguo mpaka idondoke rafiki yangu. Yaani shemeji bana, yaani kweli nyinyi wanawake nyinyi. Mwenzangu. Mimi nitakusaidia. Nianza basi. Hii 5000 hii. Utaenda kumnunulia uji nini kwa pole la nani la mazao utampa mtoto. Ila mimi kukusaidia kukaa mtoto ndugu yangu. Sawa bana shemeji bana. Siweza kweli. Ila asante bana. Huyo mtoto kamnunulia Pampers hivi maziwa yale ya kopo mpe ili apate aje. Sawa shemeji yangu? Sawa bana. Sawa bana, ila ndio hivyo bana, tatizo ndio kuwepo ndo kama leo kuelezea. Sawa. Ndugu yangu hata sielewi nafanyaje. Yaani mdogo wangu namuita na mshauri lakini anaingilia kushoto na anapita kulia. Nikikaa naye nikimzunguzia
kulia kushoto. Sasa mimi nifanyaje ndugu yangu? Kabisa ndugu yako kumwacha kabisa kakaangu na mtoto mdogo. Nasikitika sana mdogo wangu kwa kweli. Nizangu hata sielewi nafanyaje. Na kila ninapomwambia haelewi. Sio yangu na itafuta namba nyingine sijui nani. Ngoja mpokee. Halo. Habari. Safi nzima. Nani? Nani? Wewe mtafuta nani? Wewe nani? Tetesi? Uko wapi? Juu wapi? Okay, nakuja sasa hivi. Hapa nilipo sipo na piusi wala nipo huko kwa rafiki yangu. Ila nakuja sasa hivi. Sasa hivi nakuja. Nisubirie nakuja. Shoga. Nimepigia simu na Tetesi yuko hapo juu. We kaka. Kakako? Ndio yuko hapo juu. Kasema tukampokee. Hebu twende. Fanya picha shoga. Mdogo wangu hajanisaliti wewe. Kumenisaliti sana. Muongo kaka huyo. Yupo. Ndio unaniambia kweli. Mimi naoa mwamini naye. Kwa sababu mimi jijini nimekuja hapa na kutoka zangu mjini sile kinachoendelea. Tutazungumzia nyumbani tuje tunafanyaje. Sasa mdogo wangu natunza. Mimi nakukubali sana mdogo wangu. Kani kwa sababu ndani. Alafu Mungu kuna zawadi nimekuletea. Mimi. Sasa wewe si ndio mtoto. Pesa hapo hapo. Wala kwa kumaliza hizo zawadi. Jamani. Toba. Kazi nzuri. Nitakondoka sasa hapo. Shwari. Mama nenda. Safi tu. Yaani wanacheza na sababu mjini kuzuri sana na ni nzuri. Nimepambana sana katika maisha. Kuna mpya? Wewe acha. Mpya zipo zimejaa tele. Acha masiara. Kwanza hujanimisi. Yaani mimi kumisi ndio. Sisi nisemeje. Wakati niko mjini nasema hadi haki ya Mungu kule kijijini mimi naibiwa. Kweli kabisa. Ni wewe nilipokuwa huko kijijini nasema huko mjini anaishi. Mjini mimi naogopa maradhi. Kwa hiyo mimi ndio siogopi maradhi. Sasa kijijini nakumbuka. Mdogo wako na mdogo wangu walivyofanyana. Sasa mdogo wangu ya huruma. Kafanyaje tena? Wewe acha. Hebu niambie kwanza, maana hizo habari hizo zinaonekana kijijini kuna mambo imekuwa kuna mambo hasa mume wangu, eti mume wangu mpenzi wangu. Sikwambia. Hata kama mimi si mume wako mpenzi wako, sasa unachokupa kitu gani jamani? Sawa, ila sikia. Mdogo wangu kaenda huko kwa yule bwana wake. Kufika kule mume kumbe alikopa. Kaingia kitaka kopa, bila watoto wake wale, kumbe mke kimemkela. Kaenda huyo kwa bwana kufika kwa kamtelekeza mtoto. Kamtelekeza mtoto kwa yule bwana. Yule bwana naye na yule mtu wake anamdai hapo pamoja. Yule mtu ambaye anamdai yule bwana, alichofanya kitu gani unajua? Maana usiladu maana. Niambie. Kaka yule Ansi yule, alichokifanya unajua kitu gani? Kafanyaje tena? Yule mdogo wangu kamkabidhi mume wake mtoto. Ansi akaamua mchukue mdogo wangu waende akaishi wote huko.
Sasa mtoto si mdogo bado yule pale. Ndio hivyo nashangaa, nimekaa na mdogo wangu nimemshauri, lakini mdogo wangu hanielewi wala hanisikii. Mdogo wangu yule. Unajua yule jamaa anaitwa Hansi. Mm. Nishakutana naye kule town. Yule jamaa nishakutana naye kule town. Kumbe alirudi kijijini. Yupo hapa kijijini, anatutikisa baraa. Yeye ndo anajifanya na hela na nini? Yaani lakini sasa wangeenda kushtakia kwa vyombo vya serikali vya mtendaji nini? Wameenda mtendaji mwenyewe ndo huyo na hisi anapokea rushwa. Maana aeleweki mbele ni wapi wala nyuma ni wapi? Hapana, hii serikali hii mpenzi wangu nikwambie. Hata kule Dar es Salaam ni watu wote viongozi wote wamenyooshwa. Wewe. Hakuna mtu aenda kuona sasa hivi hakuna. Hii serikali hii imenyoosha kila kitu. Kwa hiyo kama huyu jamaa hapa kijijini anajifanyia iko ndio kila kitu, mimi nitapambana naye. Sasa hivi mdogo wangu atakuwa wapi? Nasi atakuwa kwake. Sasa naamua kwa naye sio itakuwaje? Kweli. Au tuana naye kesho? Leo itabidi leo tutoke kwanza tunataka tulie sehemu tumejibu story mbili tatu wala nimekubisa ndio za kitambo. Sawa. Ila Amina Zawadi uko na kwa peke yake. Amina ucheze zawadi umetoka. Zawadi hizo umetamia ni zawadi za nani za kitoto, lakini zawadi zako ni zile za Okay basi. Sijiandae basi au Hello? Vipi bwana nani? Sijambo bwana. Mtendaji umeiona hiyo 200,000? Nimeiona hiyo 200,000. Asante bwana. Sisi ndio watendaji bwana. Sisi ndio serikali bwana. Wewe fanya mambo unavyotaka bwana. Unajua usio na wasiwasi, hiki ndio kijiji changu mimi. Mimi ndio ninaongoza. Sawa kijana. Wewe usihofu bwana. Sawa kijana. Umeiona? Nashukuru sana. Sasa leo naona mambo yatakuwa mazuri. Aisa. Nakuja kusini. Okay, haya bwana. Jana kama ukiwapata 10 humu kwenye mji. Maisha haya. Hiyo kwangu ya chai tu. Hela yote ile. Kwangu mbona. Vijana kama hao ukiwapata 10. Maisha haya. Acha. Halo, yani kwa kweli acha huyo kijana bwana. Maana hajakula hela bwana. Mimi ndio ninakula hela. Hela zangu zote nilizotoa kwenye rushwa kwenye nani kwenye kule kupiga kula lazima zirudi. Vijana kama hao ukiyapata lazima zirudi hela zangu. Wewe pekee tuendeleshe utendaji tu nani.
I swear that nikae chini. Nataka kulalia. Awe lala tu baby wangu sijali. Unajua nini? Yule jamaa mimi nataka nimtie nguvuni. Alafu Mwana zikifanya kizuri. nikumbuka. Mpenzi wangu wewe, una siri nzito unataka kuniambia. Siri gani? Kwa kama tusingeenda wote pale, wala singejua kwa wewe ni askari. Unajua kazi zetu hizi hazitaji kujionyesha kwa kila mtu. Ndio mimi sipendi kila mtu anifahamu. Ila Kwa mimi pia. yes. Sasa hivi nimejua, kwa hiyo ndio niaitena. Hata kama unajua si ndio unazidi confidence jamani. Unajua kama mume wako si anafanya kazi fulani. Kwa hiyo mimi sitaki tu tukane watu afu jitete kwangu mimi huwa nafuata sheria. Sijakuwa mpenzi wangu, Mungu nikisi. Unaniuzi sasa? Nimemsamaha kwanza. Ndio msamaha nakwambia. I'm sorry, naomba nisamehe. Sawa dada, nikusamehe. Kama umenisamehe naomba nikisi, ishara ya upendo. Kwamba siku zote tutadumu sana kwa sababu hata nikiwa naenda kikazi sehemu yote huwa nakufikiria sana. Kwa nini? Na hapo je nikijini kwamba hapa nimezaliwa. Kwa mimi siwezi nikakusaliti nikaondoka nikaenda nikasema hapana. Lazima nitakukumbuka wewe. Niangalie. Nikaenda kwetu. Nyumbani tunaenda lini? Katika huko vichochoroni mpaka lini? Nyumbani kwenu mimi nataka nifanye tu haraka haraka. Kuna baadhi ya mambo naweka vizuri lakini sijali. Hiyo sijali, leo umekuja kukamata mtu hapo. Kesho wewe unaondoka zako. Nakaa peke yangu hapa vijijini nimechoka. Hamna siwezi. Mbona vipi? Kama kawa. Kama kawaida. Shokari. Wewe unikani? Nipo mshikaji. Nipo. Ila sana anajifungiaga ndani pale tunajua ndani. Muda kutoka wenyewe kijiji chenyewe hiki hamna, yani sijaona hata nani ulabu hapa. Yani hapa mpaka nitoke ndo zangu wapi mkoa. Nimemwaga pesa hapo juzi kati hivi. Kuna mtu nimemvua nyumba hapo. Nimemvua mtu nyumba. Chekesha sana. Chekesha. Unajua nini? Kuna mshikaji mmoja hivi ana mwanae, umesikia sikilo gunzo hapa mtano hujasikia gunzo. Jasikia gunzo. Basi utakuwa. Sasa mwanangu, zuia hii hapa mwanangu. Haina noma, zuia mwanangu. Baridi basi. Poa. Halo. Afande. Hapa nilikuwa nishamaliza kila kitu. Yaani hamna kitu kilichobakia. Nishamaliza kila kitu.
kama nilivyokupigia simu, upelelezi wangu umeshakamilika. Sasa sikiliza nikueleze. Kama upelelezi wako umeshakamilika, ninakupa masaa 3. Unaomba mtie nguvuni yule sijui nani sijui Hansi, mtie nguvuni, mhakikisha mpaka mwenye mtendaji unamkamata. Umesikia? Na wale mgambo wote kijiji waende kituo. Hadi mgambo wote kamata, peleka kule. Umesikia? Hapo mna shida. Ndio pale. Fanya hivyo haraka. Aosha viviki kamfuata jamaa kule. Karibu nani mwenzangu? Mimi hapa mtendaji. Niko huku. Bwana, asante. Baada ya mtendaji. Kijana karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Mambo yanaenda? Safi bwana. Mwingine. Chukua kiti. Asante sana. Chukua kiti. Ndio ofisini kidogo. Ofisini kidogo. Karibu sana. Asante sana. Kwenye kazi za kiofisi kidogo. Haina shida, haina shida. Kishakucha bwana. Hizi kazi zetu hizi bwana za serikali. Ndio serikali ilivyo Serikali ikishafika asubuhi bwana ndo mambo yake yanakuwa ni mengi. Yaani acha tu. Inakuwa imekuja. Hukumu ya watu unajua kwa serikali zetu zilivyo. Sasa hii serikali ya awamu 5 hii haitaki mchezo. Ni kweli kabisa. Haitaki mchezo. Hii haitaki mchezo bwana. Sasa mtendaji, kuna kitu nilikuwa nataka nizungumze na wewe. Nafikiri kuna kijana hapa kijijini, sijui anaitwa Hans, sijui ni Hans, umeona? Simuelewi vizuri. Kuna anafanya ushenzi hapa kijijini. Anakunya watu nyumba, anatoa hati za uongo, anachukua viwanja vya watu hapa kijijini, mara anasema atoe anasema anataka vunje msikiti, sijui anataka atengeneze sijui nini pale. Mtendaji, hili swala unayo umeliangalia tu, wanamgomba kijiji na muangalia. Imefika kipindi sasa akachukua mpaka mke wa mtu. Hili swala mtendaji analichukuliaje? Na wewe mtu alishafika kwako? Hapana. Hajafika kwako. Huyu kijana hajafika kwako kabisa. Anaitwa Hans. Amefika. Amefika. Na hili swala umelichukuliaje sasa kati amefika hapo? Mimi yule kijana nimeona kwamba anafanya si pesa mimi. Sasa kijana ana pesa. Ana pesa. Kwa hiyo pesa zake ndio zinafanya mpaka yani hata pia kidogo kuona utulizi. Ndio bwana, sasa hivi mambo ni pesa sasa. Mtu akikuletea fungu zuri namsaidia mambo yake bwana. Kwa hiyo hata mimi nikija pia kitu vingine na hela pia unaweza kunisaidia vizuri sana, si ndio? Nakusaidia. Bora kama nataka kujua kumbe watendaji kwa ajili ya pesa. Nilikuwa sijajua bwana. Wewe na mimi pia nikajiandae. Alikupa kama shilingi ngapi mpaka unamsikiliza kiasi hicho? Yule msikati tu hapa alimshia 200,000 kwenye simu kwanza. 200,000. Basi ina shida. Sasa mimi nakupromise mimi nataka nikupromise. Sawa. Kama yule amekupa 200,000 au anakupa vijela, ile mimi namsikiliza sana hapa kijijini. Sasa mimi nakupromise nitakupa milioni 2. Mimi nitakurushia kwenye simu milioni 2 cash. Kama utanipa milioni 2, mimi nitakufanyia yani kile unachotaka. Yani kuna shida, yani kile utakachotaka mimi nitakufanyia. Basi ina shida, mimi nataka tufanye kazi, kwa hivyo tumeelewa. Mimi pia mkona mmoja au nyingine hapa kijijini pia nimekuja kufanya kazi. Basi hamna shida. Tutawasiliana basi. Basi. Kweli kabisa. Yani hakuna shida. Yule kijana atakuwa kwangu mimi, atakuwa mpumbavu tu. Nitakuwa ndio nitakusikiliza. Basi sasa ninachotaka mimi sasa yule kijana umuadabishe. Tumesema mtu akija na pesa unamwadabisha mtu. Vizuri tu. Basi ina shida. Mimi ndio kupa milioni 2. Basi usijali.
Hata ni mwadabisho kijana alionipa 200. Wewe haina shida. Sasa na wakati ni wa kwako. Mimi naweza nikuache, mimi nimekupromise nitakupa 200. Basi. Usijali. Haina shida kwa sababu mimi nimekuja hapa kijijini pia kuja kufanya kazi. Basi. Haina shida basi. Sasa mimi nafikiri nikuache bwana. Sawa sawa. Kama nilivyokuambia mimi nimekupromise nitakupa hizo pesa za kutosha. Hamna shida. Haya karibu sana. Asante sana. Karibu sana kijana. Hamna shida. Hapo. Haya mimi bila niendelee hizi nyaraka. Wewe haina shida, fanya kazi zako. Hamna shida. Makawa. Hulu. Karibuni bwana. Karibu sana. Unajua nini kijana bwana? Niko kwenye mgawa wangu hapa. Hapo kwenye mgawa. Sawa, najua kwenye mgawa ila tulikuwa washikaji siku zilizopita ila leo nimekuja kipingine. Mimi ni askari kutoka jeshi la polisi. Ndio vizuri. Ile issue yangu umenisaidia ile issue yangu. Hapana, nimekuja kipingine, yani hakuna cha issue. Afande, kamata huyu. Hatuna muda wa kupoteza hapa. Mpeleka wapi kwa nini? Hatuna muda wa kupoteza, mkamate huyu. Unaja bebe. Safi vipi? Pale bwana. Safi. Safi bwana vipi? Safi kwa salama. Mimi ni askari kutoka jeshi la polisi. Na kijana nimekuja naye hapa, mlikuwa mkishirikiana mambo makubwa sana ambayo mlikuwa mnafanya kinyume. Mambo gani? Kwa maana hujui. Sijui. Kijana mwenyewe ndio huyo hapa. Ni askari au ni sharubaro? Mimi unaona nimekuja kama kisharubalo ili nikamilishe jambo langu. Na sasa hivi ninapiga simu aje amchukue huyu. Safande. Hawa ndugu zako inabidi tuwaruhusu uende nyumbani. Kwa sababu sasa hivi tuko kwenye kazi ya kiserikali. Ni kweli kabisa. Yusi, Yusula, unaweza mkaenda nyumbani. Hamna tabu. Mtendaji wewe ulikuwa na mimi na serikali. Kwa sasa hivi unakuwa unashirikiana na halifu. Kivipi? Hakuna. Kwa nini unafanya hivyo? Hamna. Kwanza sasa hivi. Hata serikali. Afande. Hizi haziwahusu kabisa hizi. Sio za serikali tena. Kufa. Wewe unaita walipo kuna dalili unashirikiana na walipo. Wewe unataka gani mkhalifu unashirikiana na walipo? Wewe tunakuamini katika kijiji. Unashirikiana na walipo? Wewe Yaani upelelezi uliofanya, upelelezi wa makini sana. Umefanya kazi nzuri sana afande. Yaani afande, ile kazi niliyofanya sijategemea kama nitafanya kazi kama ile. Kwa sababu yule kijana mimi nilimfanya kama rafiki yangu. Nilimwanza chini hadi juu. Kwanza alivyoona na pikipiki alizani labda sijui ni sharubalo wapi hiyo na pikipiki na maana yangu. Yaani serikali inapenda kuwa na wapelelezi kama nyinyi. Ya serikali ndio inapotaka. Sasa huyu mtendaji na yule kijana hawa vijana. Tayari kazi yao ishakwisha. Yaani mtendaji yule kwa anakifanya kijiji kionekane kama ni kijiji yani na mheshimiwa hataki namna hiyo. Anataka vitu vinyoke. Yeye alikuwa anakula rushwa huyu mtendaji huyu. Kazi yao ishakwisha tena. Kazi ishakwisha. Hapo hebu piga simu defender kama ameshafika karibu, nimwambie afande Aridi watoe hapo tuondoke nao. Ongea nao. Halo. Defender shafika hapo juu. Basi msifike huku chini, acheni hapo. Kwa sababu sasa tushawakamata tayari.
Hebu toa pumbavu tuondoke nao sasa hivi kwa sababu twende shakuja. Haina shida, natoa shida. Pumbavu kabisa. Tukeni. Toka hapa. Tulia. Take. Unakuwa unakimbia nini? Nyanyuka. Vizuri. Nyanyuka. Nyanyuka. Pale. Kamata. Mlete. Kamata. Unataka ndapi? Hebu subiri mwanangu. Kumbuka mimi ni mtendaji bwana. Unafanya hivi bwana. Mtendaji kitu gani mnatumalizia mbao? Mnatumalizia mbao. Hebu afande wafanye haraka wende. Afande nipe langu. Hela. Afande, yule jamaa tuwakimbilie. Maana yule jamaa mmoja mbishi sana. Wewe sema na mdai lake.